Mke wangu huyo. Abe mume wangu. Karibu mume wangu, karibu kae. Karibu kipenzi. Asante mke wangu. Niambie. Nipo, vipi za kutoka kwako? Nashukuru, naendeleaje? Naendelea vizuri. Poa. Kabisa. Mke wangu. Kwenye ile biashara, kiukweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kuhusu biashara. Ile biashara unajua ina wateja sana. Yaani masaa 24 watu hivi. Na muda wote pilika tu. Hata mimi mwenyewe yani hata muda wa kupumzika ule bado nashindwa hapa nakwambia nimechoka ile. Ni jambo la kushukuru. Hapa ninapozungumza. Choka ile bado kuja kupumzika na kula hospitali. We. Umekuja kupumzika au umenimisi mkeo jamani? Yote inawezekana. Nilijua tu kama kitu kama hicho. Poa, acha mimi nipumzike kwanza maana. Sio poa. Amagea yule. Nami. Kama umetulia. Nipo sina baya. Sema nini mke wangu? Na kitu nawaza kila siku ni naumia kichwa sana. Kitu gani? Kuhusu mwanangu kisha. Anaamini kabisa mwanangu anapiga mateke ndani. Wewe nawe una vitu. Mwanangu akizaliwa ile kweli kwa na mtu ambaye ana maumivu makali sana. Sababu nafikiria mwanangu hata kuja kumuona bibi yake sababu. Maana mama sijui mpaka saa hizi ni mzima ama amekufa. Lakini hata angekuwa amekufa basi hata kaburi lake pia ni zamani niwezi kujua. Sababu mwanangu akizaliwa atakuwa na maswali mengi sana. Kiukweli hicho ndio kitu ambacho kinaniumiza sana. Nasikia vibaya. Usijali. Mimi niko pamoja. Hayo mambo ya kutizia ni kama mambo ya kawaida, ni mambo ya dunia. Hii ndio dunia. Na ndio wana msema kuwa uyaone. Sio magorofa tu. Hata matatizo yanayokukumba pia unaweza kuyaona kama hivi. Kwa usijali. Hata akizaliwa pia atamwona bibi yake mzaa mama, usijali. Maana mamangu mimi ndio mamako wewe. Maana hata mimi babangu pia amefariki kwa hata ikimwona bibi yake. Ila naamini bibi yake atamwona na atafurahi kuishi naye. Nafurahi sana kusikia maneno ya kufariki. Maana pia anajivunia kuwa na usijali bwana. Mambo mengine sikumizi sana kitu. Mambo nikatia hapo mmoja basi. Mchezo mdomo. Maana wewe nawe huna imani. Hebu niangalie mimi na hali yangu jamani. Hapa unataka udoe jamani kipande chenye kidogo tu nyumba kwa majirani. Kula basi mimi niko nakuja basi. Mimi mwenyewe siku ya hii. Poa. Yangu. Vipi tena? Mbona nyumba umefunga? Twende kwa mama. Kwa mama? Ndio twende kwa mama. Mbona ghafla hujapumzika umaliza kufua saa hizi afu naambia twende kwa mama? Kuna tatizo gani? Nishakwambia twende kwa mama, sitaki maswali. So huwezi kuniambia mimi ghafla kama hivi twende kwa mama, kuna tatizo gani? Au tumegombana? Nishakwambia twende kwa mama. Jamani mbona kwa uelewi wewe? Sawa, tutaenda kwa mama lakini naomba unisikilize. Kabla tujafika kwa mama, naomba tupitie pale kwa Blaza. Sababu Blaza mimi nimemfanya kama mzazi wangu. Ambaye ndo amenipokea hapa kijijini. Na maana siwezi kufanya chochote bila yeye kuwepo. Tuondoke.
Mza Kongolo. Hebu njoo mama. Vipi rafiki yangu? Safi, safi. Safi. Blaza, wakati niko kule nyumbani, mke wangu anaendelea na shughuli zake za kawaida, lakini ghafla wakati mimi narudi msaani namkuta yuko kwenye hali sio ya kawaida. Na akaniambia kwamba twende kwa mama, lakini nikaona sio vyema. Kama bora tupite hapa ili tuweze kuongozana twende wote. Twendeni tuongozane basi. Mke wangu ngoja kwanza mimi niongozane na wao. Sio wewe tu. Hata nitakuwa. Funga basi. Kulikoni? Kuna nini? Mbona mbio mbio? Mama, naomba picha yako. Picha? Njoo mama, naomba picha yako. Na wewe mama, kama picha haipo nenda kachukue. Nini kinaendelea? Wewe hii picha umetoa? Muulize mume wangu. Wewe ndo Mafatiza? Wewe ndo Selemani? Ndiyo, mimi ndo Selemani. Kidawa. Shela. Huyu ni kaka yenu. Nini mama? Huyu ni kaka yenu wanangu. Mama.